Ni matumaini yangu hujambo na karibu kwa makala haya ya juma hili ya The Podcast. Tutakuwa tunaangazia kuhusiana na maandamano. Mimi ni msimulizi wako MCJ. Mnamo mwezi Juni mwaka 2024, taifa la Kenya lilikumbwa na wimbi la maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana, hasa kutoka kizazi cha Gen Z. Maelfu walimiminika katika miji mbalimbali ya nchi wakipinga vikali mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025 ambao waliamini ungeongeza gharama ya maisha kwa kiwango kikubwa. Lakini maandamano hayo hayakukosa madhara. Kwa mujibu wa ripoti rasmi na za mashirika huru, vijana kadhaa walipoteza maisha yao huku wengine wakijeruhiwa vibaya katika makabiliano makali kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama. Picha na video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha hali ya sintofahamu, uoga na mateso mitaani. Mwaka mmoja baadaye, mwezi Juni 25, vijana hao walirejea tena mitaani, lakini safari hii si kwa kulalamikia mswada mpya, bali kwa kuwakumbuka waliopoteza maisha na kuonyesha mshikamano na waliopata majeraha. Waliandamana wakiwa wamevalia nguo za rangi nyeusi, wengine wakibeba mishumaa na mabango yaliyoandikwa majina ya waliouawa. Hata hivyo, serikali kupitia msemaji wake ilitoa tamko kali ikisema maandamano hayo yalipangwa na watu waliolipwa kwa lengo la kuchochea vurugu na uharibifu wa mali ya umma. Viongozi wa serikali wakisema wazi kuwa hawataruhusu waandamanaji kuingia katikati mwa jiji la Nairobi, wakihofia usalama wa taasisi kuu za taifa. Mapema asubuhi siku hiyo, vikosi vya usalama vilikuwa tayari mitaani. Barabara zote kuu zilifungwa. Maeneo nyeti kama vile ikulu ya rais, bunge la kitaifa na mahakama kuu yalizingirwa kwa ulinzi mkali. Polisi walitumia vizuizi vizito, magari ya kupambana na maandamano na hata helikopta kufuatilia hali kutoka angani. Barabara nyingi zilifungwa kwa umma na magari ya usafiri wa abiria yakilazimika kuwashusha abiria mbali na jiji. Hatimaye makabiliano yalizuka. Vurugu zikaripotiwa katika maeneo kadhaa. Kwa mujibu wa mashirika ya kutetea haki za binadamu, watu takriban 15 walifariki dunia siku hiyo na wengine wengi kujeruhiwa. Vifo hivyo vilichochea hasira zaidi miongoni mwa wananchi na mashirika ya kiraia. Katika miji mingine kama vile Mombasa na Nakuru, maandamano ya mshikamano yaliibuka huku waandamanaji wakishtumu matumizi ya nguvu kupita kiasi na ukandamizaji wa haki ya kuandamana. Serikali ilijibu kwa kuitisha kikao cha dharura kutathmini hali ya usalama. Waziri wa usalama wa ndani Mheshimiwa Kipchumba Murkomen alisema baadhi ya waandamanaji walikuwa na nia kupindua serikali. Aliunga mkono hatua ya kusitisha matangazo ya moja kwa moja ya maandamano hayo katika vyombo vya habari, akisema ilikuwa njia ya kudhibiti upotoshaji na kulinda amani ya taifa, na akaonya kwamba endapo atahitajika, serikali iko tayari kuchukua hatua kama hiyo tena. Wakati taifa likiendelea kuomboleza vifo vya vijana hao, maswali yanazidi kuulizwa. Je, maandamano haya yalikuwa njia halali ya kudai haki au njama hatari ya taifa? Je, haki ya wananchi ya kuandamana imekandamizwa au usalama wa taifa ndio uliolindwa? Majibu kamili bado hayajapatikana, lakini ni wazi kuwa matukio ya Juni 24 na 25 yataendelea kuandikwa kwenye historia ya taifa kama wakati wa mabadiliko, ama kwa matumaini au kwa maumivu. Hii imekuwa taarifa maalum kuhusu maandamano nchini Kenya. Kwa niaba ya timu nzima ya habari, mimi ni MCJ. Tunaendelea kuletea taarifa zaidi pindi zitakapopatikana.